Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Uyole, Dr. Tulia Ackson, akiwa ameambatana na spika mstaafu wa bunge la Uswisi, wametembelea waathirika wa maporomoko na mafuriko wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya. Katika ziara hiyo, Dr. Tulia Ackson ametembelea kata za Kinyala, Nkunga, Lupepo, Ikuti na Kawetere, ambapo amefanya majumuisho ya ziara Tukuyu mjini. Moses Mwakipunga ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Rungwe, ndiye aliyeongoza msafara huo. Alikuwa na haya ya kusema: ndugu zangu, leo tumekuja hapa kwenye wilaya ya Rungwe kwa ajili ya kuwaona ndugu zetu ambao wamepata changamoto, kwa maana ya familia 11 zimepoteza watu jumla ya 22, kwa maana ya watu 21 walifariki ile siku ambayo walipitiwa, na sehemu nyingine ni maporomoko ya udongo, wengine walipitiwa na maji yale yaliyokuwa mengi. Kwa hiyo wakawa wamefariki watu 21, alafu baadaye akafariki mmoja ambaye alikuwa amepoteza wajukuu watatu katika vile vifo 21. Basi na yeye msongo wa mawazo ukamsumbua na yeye amefariki. Kwa hiyo jumla ni watu 22. Kwa hivyo leo tumepata nafasi ya kuzitembelea familia hizi katika maeneo mbalimbali. Kwenye kata ya Kinyala tumeenda huko tukawaona, lakini pia tukaenda kwenye kata ya Lupepo, kata ya Ikuti, na tumekuja hapa Kawetere, tulipita pia na kata ya Nkunga. Kwa hiyo tumezitembelea familia hizi. Kwa kweli wanatoa shukrani zao za dhati kabisa kwa viongozi mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kwenda kuwatembelea na kuwapa pole, na kwa kweli wameonyesha moyo wa shukrani. Lakini kwa sababu nimepata nafasi ya kutembelea hayo mazingira bado ni magumu, kwa maana ya uhitaji wa chakula bado upo, lakini pia uhitaji wa vifaa, kwa maana ya kwamba nyumba nyingi tayari zimeharibika zote. Kwa hiyo wengine wanahifadhiwa kwa majirani, wanahitaji nyumba. Kwa hiyo wengine wana mahitaji mbalimbali kwa kweli, wengine nyumba zao zimepata nyufa, wanahitaji kuzikarabati. Nitoe wito kwa wadau wenzangu katika ile neno la shukrani kwamba kwa kweli tulitazame jambo hili kwa uzito wake, kwamba kuna watu ambao wamepata athari na kwa kweli wanahitaji msaada kutoka maeneo mbalimbali. Sote tukiungana, naamini hawa ndugu zetu watakuwa katika hali bora zaidi kuliko hiyo walionayo sasa. Sasa katika kumalizia shukrani, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mchango mkubwa ambao ameutoa katika jambo hili tangu lilipotokea. Yeye amemtuma mkuu wa wilaya, ameenda amefanya tathmini mpaka tunaweza kuzungumza hapa kwamba watu 22 ndio waliofariki. Ni kazi kubwa sana iliyofanyika na wilaya, lakini sio tu kazi kubwa iliyofanyika. Vifaa vilivyoleta, tumeletewa magodoro, tumeletewa vifaa vya ndani, tumeletewa chakula. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa kuwakumbuka familia hizi 11 ambazo zimepata changamoto ya kufiwa, lakini pia na familia zingine ambazo zimepata madhara mengine. Yeye pia amezifikia familia hizo, kwa hiyo tunampelekea salamu za kipekee kabisa kutoka kwa hawa wananchi, namna wanavyomshukuru. Na mimi siku ya leo nimepata nafasi ya kuungana sasa na viongozi hawa mbalimbali ambao wamefika huku kuja kuwaona hawa watu ama kutuma wawakilishi. Siku ya leo tulichofanya ni kwamba katika kuzitembelea familia hizi tumeweza kuwapelekea chakula kwa maana ya mchele, na kwa ujumla wake tumepeleka kilo 440, lakini pia tumekabidhi fedha kiasi cha milioni 4,400,000 kwa ajili ya hizi familia zote. Kwa hiyo tulikuwa tukitazama kwamba ni watu wangapi wamefariki katika familia gani, kwamba tunatoa kwa kila mtu aliyekuwa amefariki tumetoa shilingi 200,000, lakini pia kwa kila mtu ama mtoto aliyefariki tumetoa mchele kilo 20. Kwa nitoe wito kwa wadau wengine, tuendelee kujitokeza kuja kuzisaidia familia hizi. Bado hali si nzuri, na naamini tukishirikiana pamoja tutaufanya msiba huu mkubwa ambao wanao upungue ule uzito wake. Kwa hiyo kipekee pia nitumie fursa hii, viongozi wangu wako hapa. Ninawashukuru sana viongozi wangu wa chama upande wa wilaya ya Rungwe, mwenyekiti wetu Mwakipunga na wajumbe wa kamati ya siasa wako hapa. Tunaye katibu, tunaye pia katibu mwenezi, wote wako hapa. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano, na kwa kweli viongozi pia wa chama katika ngazi mbalimbali wamefanya kazi kubwa sana huko katika maeneo ambayo yamepata changamoto. Lakini mshukuru kipekee mtoto wa Wanambeya, Dr. Tulia Ackson, ambaye ni mtoto wa Wanambeya na tunasema ni nembo ya sisi watu wa Mbeya. Bunge limeanza, lakini akaacha bunge kwamba nitalikuta lazima nifike nyumbani nikawape pole Wanambeya wenzangu, Wanarungwe. Tunashukuru sana kwa faraja yako na Mungu akubariki sana.
na naomba niseme ndugu zangu, tuombe mvua. Sasa ni kama sisi ndio zinaanza. Tuombe Mungu mvua zinazokuja za masika basi angalau ziwe ndogo, ili tuepukane na haya maafa ambayo yametokea kwenye wilaya yetu. Tumeongozana na mwanenu Dr. Tulia Ackson ambaye ni mbunge wa jimbo la Uyole, lakini ni rais wa mabunge duniani. Baada ya kupata taarifa hii ameguswa, ameshtuka. Tumeanza Kinyala, tumeenda Nkunga kuwaona, tumepitia wale wote kupata majanga, lakini sasa hizi tuko Lupepo. But I'm also here to let you know that beside a friend and family, which is the most important thing, I'm really touched and I feel very sad for all of you that lost somebody in your family. Ukiacha haya niliyoyasema, lakini niseme niko hapa na nimesikia taarifa hizi. Najua familia ni jambo la msingi sana. Sasa kuna familia ambazo wamepoteza ndugu zao, jambo hili limenigusa sana. I wish you a lot of encourage and a lot of fortune for your future here in Tanzania. Nawatakia kila laheri na nawatakia faraja katika jambo hili ambalo limewapata, lakini pia kwa nchi nzima ya Tanzania. Katika hatua nyingine, baadhi ya ndugu waliondokewa na ndugu zao, akiwemo mmoja aliyejinyonga, wanaeleza namna vifo vilivyowakumba ndugu zao. Kuwashukuru kwa sababu kutoka maafa yalipotokea mpaka saizi mko pamoja na sisi, hamjatuacha serikali. Tunawashukuru sana, kutoka diwani, mwenyekiti, yani viongozi wote. Mungu awabariki wapendwa. Yani sisi hatuna la kuwalipa, lakini Mungu wa mbinguni atawalipa. Tunaomba mtufikishie hata kwa mheshimiwa pia kwamba wanashukuru sana familia ya Ajanke kuwaletea chochote. Tunawashukuru sana, naye mkatufikishie salamu kwa mheshimiwa wetu ambaye amejihusisha na familia hii. Mungu awabariki sana. Asante sana. Yenye upendo kwa baba, yani watoto wake walikuwa wananitia sana mimi kama baba mzazi. Hata mke wangu naye alikuwa ananitii, mimi namheshimu. Tulikuwa pamoja sana, hatujawahi kugombana tangu nioe au na yeye aoe kuzaa watoto mpaka amefariki, wala kusazana hatujawahi. Baba mdogo wangu alikuwa chapa kazi Kajisi Masota, na mama alikuwa Roida Kajemba Mapanja. Hilo ndio jina la baba yake. Alafu wa pili Gradi Chapakazi Kajisi. Familia kama familia, kitu ambacho nataka nikushukuru tu kwa sababu tumepokea fariji wengi. Viongozi wa serikali wamekuja kutufariji ni wengi. Yani hatuna cha kusema zaidi ya kusema haina jinsi. Nafika hata tunamwachia Mungu kwa sababu atasema tuseme tumelipokea ndio. Kwa sababu vitu vingine tulikuwa tunaviona tu kwenye vyombo vya habari kwa wenzetu. Kunakuta kwamba bwana amepoteza labda ndugu zao, amepoteza nani. Sisi kama kwetu huko ni la kwanza kutokea, haijatokea. Toka nazaliwa mimi niseme. Kwa yani nilishtua kwa sababu hata mwenyewe unavyoniona hata mwenyewe nililazwa. Maana nimetoka jana. Kwa sababu nilishtuka. Lakini sina jinsi kwa sababu yameshamwagika maji hizo kazo. Mimi naona kwenye kujipanga hapo ni mapema sana. Tunamwachia Mungu ndo anayejua safari yetu ya maisha kwa sababu hapa tuna baba zetu hapo. Tuna mama zetu, akina mama mkubwa. Najua kuna vitu vingine ndio tutakuwa nauliza kina baba hapa, tutakuwa nasaidia, wengine akina mama au mengine hao tunamwachia Mungu. Bado familia zilizoathiriwa na maporomoko hayo zinahitaji msaada wa kibinadamu kama chakula, mavazi na malazi. Kutoka hapa wilaya Rungwe mkoani Mbeya, mimi ni Ezekiel Kamanga, Machoe Online TV.